Halo, habari ya muda huu. Dr. Chambo hapa, na leo nitaelekeza namna ya kuandaa chai ya giligilani kwa ajili ya moja, kujiepusha na madhara ya figo, lakini pia kwa mtu ambaye tayari amebainika kuwa na matatizo ya figo, basi ni vizuri umshauri kutumia chai ya giligilani. Nikisema giligilani na kusudia mboga hii hapa. Hii ndiyo mboga inaitwa giligilani. Ni mboga ambayo huwa inatumika kama kiungo zaidi kwenye vyakula kwa sababu ya kuwa na harufu nzuri ambayo inavutia sana ukiwa umeunga kwenye vyakula. Kwa hiyo giligilani ndiyo hii hapa. Kwa hiyo sasa tunachohitaji ni hii giligilani, utaichemsha kama vile unavyotengeneza chai ya mchaichai. Ukishaichemsha vizuri, basi utapima kijiko, utapima kikombe kidogo, vile vikombe vidogo vya chai tulikuwa tunanywea chai zamani tukiwa watoto. Kwa hiyo ndio utatumia kikombe kile kidogo asubuhi na jioni. Lakini kwenye huo mchanganyiko, ukishapima kile kikombe kidogo cha chai ya giligilani, utaongeza na kijiko kimoja cha ndimu. Kumbuka nikisema ndimu ninakusudia hii na sio limao. Nakusudia ndimu na sio nini? Sio limao. Kwa hiyo hebu angalia ninavyofanya hapa kuiandaa mpaka nitakapokunywa, na wewe ukafanye hivyo asubuhi na jioni. Ukipata muda unapumzika, lakini ni vizuri kuwa na utaratibu wa kupendelea kupima protini kwenye mkojo. Unapokwenda kliniki, hospitali kwa ajili ya kufanya check up, basi wewe unafanya vipimo vya protini kwenye mkojo, kwa sababu hiyo ndio dalili kubwa ambayo tunaitumia kuweza kubaini kama kuna athari zimeanza kuingia kwenye figo. Kwa hiyo hebu twende ili uone namna ninavyoiandaa na kunywa. Tayari nimeshachemsha giligilani yangu, nimeshaweka kwenye chupa yangu. Kwa hiyo angalia ninachofanya baada ya hapo. Ninachukua chupa yangu hapa. Basi ninaweka chai yangu ya giligilani. Ikichemka inakuwa namna hiyo. Nilisema ni kikombe kidogo cha chai. Kwa hiyo nikijaza hii glasi inakuwa nimejaza kupita kiasi. Kwa hiyo hiyo ndio chai ya giligilani. Sasa nitakuonesha namna unavyofanya. Baada ya hapo utachukua ndimu yako. Na nadhani unafahamu kanuni ya kukata ndimu. Kwa akina mama ambao kazi za jikoni ni maisha yao ya kila siku, wananielewa ninapofanya hili zoezi. Lengo ni ili uweze kuona tunachofanya hasa ni nini. Kwa hiyo tutakata ndimu yetu. Imekubali kweli. Chukua kijiko kimoja cha chakula, alafu nitakamua ndimu yangu hapa hivi. Ndimu kijiko kimoja. Nadhani inaonekana vizuri hapo. Kijiko kimoja cha ndimu kama hivyo, alafu nitatia kwenye giligilani yangu. Nazichunga hizi mbegu zisiingie humu ndani. Kawaida huwa zina uchungu ukiila vibaya. Basi baada ya hapo takoroga kidogo. Ukisha koroga kidogo kama hivyo, basi bismillah. Safi kabisa, burudani. Kwa hiyo utakuwa unakwenda kwa wiki moja, unaweza ukatulia. Baada ya muda fulani ukiipata tena giligilani na ndimu, unatumia kama hivi.
hapa figo zangu zinashangilia, zinaniuliza huyu mjinga alijuaje? Kwa hiyo hilo ndio somo la giligilani. Pendelea kunywa chai ya giligilani iliyochanganywa na limao kwa ajili ya afya ya figo zako. Chao.